that the Lord God had made. The snake asked the woman, did God really tell you not to eat a fruit from any tree in the garden? Maandiko inasema kwamba nyoka ndio alikuwa mnyama ambaye aliumbwa mwanzoni, ambaye alikuwa mtu ambaye ni mbishani sana, alikuwa mtu ambaye ana hekima na maarifa, ana ujuzi na vitu vingi sana. Unaweza kupata mtu anajua mambo mengi sana, kama si Biblia anajua, kama si maombi anajua, kama si mambo ya kiroho anajua, kama si tafsiri za ndoto anajua, kama si mambo madawa, uganga, uchawi anajua. Na hivyo ndio nyoka huwa inaishi. Kwa hivyo Mungu anakuambia whoever is fighting you ni mtu ambaye si mchache, ni mtu ambaye ana maarifa ya kiaina yake, na hivi ndio uangusha wengine, na hivi ndio ukanyaga wengine, na hivi ndio ufanyia wengine. Kwa hiyo amuka sasa, uanze kusimama katika maombi, nami nitakutetea dhidi yake, nitakupigania katika mbinu zake, nitakupigania katika hekima zake, nitakutetea katika maarifa yake. Hilo ndio hiyo roho imetesa wengi, wakati wengi wameonyeshwa, wakati wengi wamewata na hivi vitu vyote, lakini wamenyamaza. Hawajapata kutafuta msaada, hawajapata kutafuta namna ya kueneza, namna ya kuenenda kwa namna maombi kama haya. Unafaa usonge mahali ambao wanajua maombi. Ukijua kwamba unaota ndoto kama hizi, uliza mtumishi, nikionyesha ndoto kama hizi nitaenda mbele za Mungu namna gani, nitafanya namna gani? Maana maombi si maombi tu, maombi na misingi, maombi na mielekeo tofauti, maombi na misimamo ambayo ina target viwango fulani. Hautaenda tu na yale maombi ambayo unayajua, ambayo ulifundishwa ukiwa Sunday school, ambayo ulifundishwa ukiwa shuleni. Lazima mtumishi akwambie, ukionyesha ndoto kama hii, ukionyesha msingi kama hii, lazima usimame hivi, ili kwamba huyu mtu asizidi kusongeza hatua moja mbili zaidi ndani yako mpaka ndani ya maisha yako. Lakini wengi Mungu huwafunulia, Mungu huwaelekeza, Mungu huwaagiza, lakini wasitafute mwongozo. Na kufundishwa tu ni kawaida. Unafundishwa kitu mara moja na unashika. Kuna mtu alijifunza gari miaka 20 iliyopita, hajawahi kusahau kuendesha gari. Sasa mbona kujifunza maombi inakuwa kitu kigumu? Kujifunza namna kuenenda mbele za Bwana inakuwa jambo ngumu zaidi. Kuna mtu alifundishwa kufanya carpentry miaka ya kitambo na babu yake. Saa hii hiyo ndio anatumia kukula maisha yake. Hiyo ndio inamsaidia kulipia watoto karo ya shule. Hiyo ndio inamsaidia kufanya mambo ambayo amefanya. Lakini kufundishana tu maombi, kufundishana tu Biblia inakuwa ni mlima. Shida si kwako, shida si wewe. Umemruhusu shetani akwambie ni ngumu kujua, ni ngumu kuomba, ni ngumu kusoma maandiko, ni ngumu sana kupata ndoto, ni ngumu sana kujua kiroho kama uko kiroho. Hapo ndio huwa tunashindwa, tunalemewa kabisa. Hapo ndio tunaanza kusema hao watu wa kugonga mguu, hizi ni dini za Waluya. Ukiingia kwa hiyo Waluya, uanze kugonga mguu, siku hiyo utatoka hapo utahangaika. Wewe wacha ujinga. Nenda ufundishe maombi, ujipiganie mahali utaenda. Uende ufundishe wengine katika hii na taifa ambalo utapelekwa. Hakuna ombi ambalo limeunganishwa na kabila. Ni watu ndio wasome maandiko. Niulize, hii kugonga mguu iko wapi? Kwa maandiko nikuonyeshe. Hii kupiga mkono hii kwa maandiko nikuonyeshe. Hii kuomba na kelele ukipiga nduru nitakuonyesha. Hii kuomba na kuanguka chini nitakuonyesha. Hii mambo ya kuongea na mimi nikuonyeshe. Maana watu wengi wamekataa kutubu mpaka waanguke chini. Wao watasema niko na dhambi. Wengine watasema niseme hizo ndimi. Wewe ongea na ndimi yako. Na kama ni ndimi ambazo si nzuri, Mungu atatufunulia siku moja tukuongoze katika ndimi inayostahili. Lakini ukienda mbele ya Bwana, enenda kwa unyoofu, enenda kwa moyo wako wote. Gonga mguu ya Bwana, ambie Mungu nikumbuke, ambie Mungu nitetee, ambie Mungu nifungue, na utaona mkono wa Bwana.
imefanya dunia imekuwa ngumu sana. Mluya hawezi kusaidia Mkisii katika maombi. Mkisii hawezi saidia Mluya katika maombi. Mara wametofautiana. Wenyewe wametengeneza maneno yao ya kikabila. Mkikuyu hawezi saidia Mjaluo. Wenyewe wametengeneza maneno yao ya kikabila, wamejengeana maukuta. Na katika Biblia hamuna ukuta. Hakuna mahali waliandika Mjaluo. Hakuna mahali waliandika Mluya. Hakuna mahali waliandika hii ni Wakisii. Ile kabila mimi najua ni mmoja tu, Mwisraeli na Myahudi. Na hiyo ndio jamii Mungu alitumia kama mfano ili kwamba kutuafikia sisi. Unajua jamii ambayo inatumia kama mfano inapigwa vizuri. Inapigwa, inakarangwa vizuri. Inajumuishwa, inageuzwa vizuri. Ndio wewe usome huo mfano. Ndio wewe uone hiyo msingi wao. Ndio uone venye Mungu aliwaacha akarudi, akawaacha wakahangaika, akarudi, akawaacha wakarudi, na bado wako katika msingi wa dunia. Lakini wanasema hii maneno ya Yesu, hii ni watu vitu ya wazungu, hii ni watu wa Israeli. Mimi nilisulubishwa Yesu. Kwani Golgotha iko Kenya? Wewe aliyekuumba ni mmoja. Aliyekuumba ni mmoja. Na ni Mungu huyo aliyewatumia wana wa Israeli kama mfano ili uige mahali pale, ili ujifunze kutii Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo maandiko yanatuambia huyu nyoka ni kiumbe ambacho ni stadi sana. Ukipewa ndoto za aina hizi, lazima ujifunge mshipi ya maombi. Lazima ujifike imani iliyo sawa. Maana Mungu amekwambia the very dangerous and the very cunning animal in a human being imekanyaga kwa mlango. So maandiko yanatuambia, now the snake was the most cunning animal that the Lord had made. The snake asked the woman, did God really tell you not to eat fruit from any tree in the garden? Unaweza kuingia mahali upate kuna sheria ziliwekwa, uanze kufuata sheria na taratibu za mahali pale, pole, lakini kutaanza kukuja na wakufunzi wanakuambia, unajua nini, unaona ile kamera, sisi tunatokanga hapa na vitu. Mtu ameenda kwa kampuni, sisi tunatokanga hapa na vitu. Wewe unaona hizi kamera zinafanya? Hizi kamera hazifanyi. Hizi kamera tu ni vitu ziliwekwa hapa. Sasa unaanza kuwa mkora na kubeba vitu. Ujue hiyo ni nyoka. Na mara nyingi ukiingia kwa kazi mahali umeajiriwa kazi, uanze kuonyesha ulikuwa unaingia kazini kwa geti, nyoka ikapita. Ama ukakuta nyoka iko mahali ambao mnabadilishia. Mungu anakuambia be very steady. Wale ambao mnafanya kazi na wao, kuna mmoja ataanza kutaka kukufundisha system na ukoo mahali pale, na ukiingiana nayo you will bear the burden. Kwa hiyo uamuke, usishauriwe na nyoka. Nyoka sikutangulia kazini, nyoka siingie nyumbani mwako, usiote na nyoka nyumbani kwenu, usiote na nyoka barabarani, usiote na nyoka kiolela. Iwapo ni hayo unafundishwa na onyeshwa, inakustahili maombi, inakustahili ushikwe mkono na wanaojua namna kutegua vitu vya maono kama haya. So na maandiko yanatuambia, inasema kwamba akamwambia mwanamke, Mungu aliwakataza msikule ule mti. Alikuwa anawaambia, alikuwa anawadanganya, hii mti mkikula, hii mti itakuwa mzuri sana, mtakuwa werevu, mtakuwa na maarifa sana. Kuna watu wanakupata kampuni, wanasema unaona yule foreman ametajirikia kwa mahali kama hapa. Anapatanga hapa, ukichukua kitu unampatia 500, ukichukua kitu unampatia 200. Saa yako na gari kwa barabara, saa yako na pikipiki 5. Unaanza kusema oho. Kwa hivyo utajiri bila wizi huwezi kuwa tajiri. Unashauriwa na nyoka, na ulishaonyeshwa kwa maono, ulishaonyeshwa kwa ndoto, lakini hautafuata. Maana utaona tu hii nyoka nilionyeshwa kitambo. Na nyoka iko kazini, nyoka iko kanisani, nyoka iko sokoni mahali unauzia, nyoka iko mlangoni mahali unaishi, nyoka iko nyumbani
Nyoka umeonyeshwa vizuri, lakini mtaona ni kawaida tu. Itakuwa vizuri yule ambaye ananisikiza alishike vizuri na aanze kujitafsiri, aanze kufuatilia misingi ya maisha yake, maana maisha yako ni yako. Maisha yako ni yako, nyumba yako ni yako, mume wako ni wako, mke wako ni wako, watoto wako ni wako, riziki yako ni yako. Lakini ukifuata ifasaha na mwongozo wa Mwenyezi Mungu utajikomboa. So maandiki katuambia kwamba the Bible says, did God really tell you not to eat from the fruit from any tree in this garden? We may eat fruit. We may eat the fruit of any tree in the garden. The woman answered, except the tree in the middle of it. God told us not to eat the fruit of the tree or even touch it. If we do, we will die. Sasa kuna watu ni washauri wazuri kama haya maono umewahi kuwaona, umewahi kuyajua. Now you will understand. Ni rafiki gani ulio naye? Ni jirani gani ulio naye? Ni ndugu gani ulio naye kule nyumbani? Ni mtu aina gani ulio naye kule kazini ambaye Mungu ashanena, ashakuongelesha? Kwa hiyo tukusonge katika Isaya 27. Isaya 27 mstari wa kwanza. Inatuambia hivi: on that day the Lord will use his powerful and deadly sword to punish Leviathan, the wriggling twisting dragon, and to kill the monster that lives in the sea. Dada zangu, ndugu zangu, kama ni wewe unaishi na maisha kama haya, unaishi roho ya kuchukia, roho ya kugonganisha, roho ya fitina, hivi ndivyo Mungu anasema, you will not end in a good style. Hautaishi vizuri, utamaliza vizuri. Umegonganisha majirani, umegonganisha mandugu, umegonganisha jamii, umegonganisha watu kazini, umegonganisha watoto wa watu. Mungu anasema na maandiko yanasema hautamaliza vizuri. Ni heri uokoke mapema, ungame dhambi zako, badilishie maisha yako. Maandiko yanatuambia, Bwana anasema hivi, on that day the Lord will use his powerful and deadly sword. Ujue kama unaishi maisha kama haya, kuna upanga juu yako. Kuna upanga uzuri ambao utakugonga vizuri. Kuna upanga Mungu ameuandaa vizuri ambao utakudhalilisha, ambao utakuangusha mpaka wenye ulikuwa unagonganisha, wenye ulikuwa unaringia, wenye ulikuwa unawekea vitina wataanza kusema kumbe watu wanaishi wanga, kumbe watu wanapigwanga. Kuna watu kama hawa, watu wachonganishi, watu wachafu, watu wasiopenda watoto wa majirani, watu wasiopenda ndoa za watu kusonga, watu wasiopenda kuona biashara za watu zinazidi kuinuka, zinasonga. Afadhali uokoke, enda kwa pasta wako, maana ndiye atajificha siri yako. Umwambie ninakuaga na roho ya chuki. Wakati mwingine huwa anaweza kusikia tu uchungu nikiona mtu fulani ameinuka na mimi bado. Akusaidie hiki kiroho kikuachilie, maana Mungu anasema aliye na roho kama hii, aliye na roho kama hii, kuna upanga uko juu yake, to punish Leviathan, the wriggling twisting dragon, and kill the monster that lives in the sea. Ukisikia the monster that lives in the sea, ukiota mambo ya bahari ni dunia na watu, na ndani ya dunia na watu kuna watu, na kuna watu nyoka, kuna watu wa uchungu, kuna watu wagonganishi, kuna watu wa vitina, kuna watu wa vurugu, kuna watu wasiotokea wenzao amani. Na anasema mtu kama huyu atamaliza vizuri, mtu kama huyu hataenda mbali, mtu kama huyu kilio chake kitakuwa kikubwa, mtu kama huyu
naomba yangu, dada yangu, ni heri kuokoka mapema, ni heri kujikana mapema, ni heri kujifunza kupenda jirani, ni heri kujifunza kupenda ndugu yako, ni heri kujifunza kupenda watoto wa jirani, ni heri kujifunza kupenda biashara za wenzako, ujifunze kuwaombea, ujifunze kuwatakia mema, hata wakiendelea waachie neema, waachie Mungu, maana wewe wakati wako bado. Lakini wanadamu tumekuwa watu wa kuchukiana, tumekuwa watu wa kudhalilishana. Roho ambayo inaishi ndani yetu, roho ya nyoka ambayo imetawala vinywa vyetu, imetawala midomo zetu. Tukitoka tunaenda kugonganisha mtu, tukitoka tunaenda kusema maneno ya mwenzetu, tukitoka tunapeleka vitina na vurugu, tukienda nyumbani tunaenda kwa jirani ya kina fulani. Ninaona tu mtoto wako akizunguka watu wanajificha. Vitina kama hii, roho kama hii, muikome na muiache, maana upanga uko juu yenu. Kama wewe ulienda kwenu, umefika kwenu, unaenda kwa jirani kusema uongo ya nini? Unaenda kumwambia mtoto wake venye anazunguka Nairobi, mtoto wake venye anajua kila kilabu, mtoto wake venye anajua kuvaa mavazi. Wewe umeenda kugonganisha watu. Hii ni roho ya nyoka, na kama unaishi katika msingi kama hii, ni wakati ubadilike. Na tena hulazimishwi, fanya kile ulichotumwa duniani. Lakini wale wake atakayenisikia abadilike, maisha ya mtu yaache. Kama kuna msaada wa kufanya mfanyie, kama huna msaada wachana na yeye. Wacha roho ya uchungu, wacha roho ya vitina, wacha roho ya uchonganishi, wacha wivu, wacha kukaliana, maana roho hii Mungu anasema kuna upanga juu ya kichwa cha mtu, hautamaliza vizuri. Twende katika Zaburi 74 mstari wa 4. Roho ya nyoka is the heading today. Wala ulio na uchungu, wala ulio na uchungu na wivu, wala ulio na migonganishi ya kisiri. Mnatengeneza tu mikutano kwa barabara usiku, mnasema wewe ndio unajua kwa hiyo mlango, enda bisha hiyo mlango. Hii ni tina, maneno ya watu, nyumba ya watu, mtaziacha. Uishi maisha yako ili kwamba barikiwe, usonge viwango vingine. Zaburi 74:14. Sema mama. The Bible says, you crushed the heads of the monsters Leviathan and fed his body to the desert animals. Hivi ndio Mungu alifanya akiwapigania wana wa Israeli. Ukienda katika mstari wa 15 inasema, you made the springs and the fountains flow and flow. You dried up large rivers. Kwa hiyo Mungu anasema kuna mtu yuko katika safari ya maisha, lakini roho ya nyoka imesimama. Mtu yuko katika safari ya maisha, unazidi kung'ang'ana na kuomba Mwenyezi Mungu na kujaribu kujimudu kimaisha jinsi unavyojiweza, lakini roho ya nyoka imesimama vizuri. Na haya maandiko ninayosoma, ukiwa mwelevu unaweza kuyanakili, uende ukiomba kinyume na hii roho, ukitaja haya maandiko, ukiyadikiri vizuri kwa hii roho, kwa yule mtu ambaye anakuandama, kwa yule mtu ambaye anakupinga, hataenda mbali, maana it is a promise. He shall be crushed. The Bible says, you crushed the heads of the monster Leviathan and fed his body to the desert animals. Watu ambao wana viburi, watu wa roho za uchungu, watu ambao wakana roho ya uchungu na wivu, huwa hawaishi vizuri. Wanamalizaga mwendo na uchungu, wanamaliza mwendo na ubaya, wanamalizaga mwendo na aibu kubwa. Maana Mungu huwa anaangalia, you have been a Leviathan for how long? For how long you have been a dragon?
For how long you have been spitting fire? For how long umekanyagia watu? For how long umevitini watu? For how long umegonganisha watu? Na hii ndio imekuwa ni maisha yako ya kikawaida. When your time comes, when the Lord is preparing for your end, yeye huleta kihama kibaya, yeye huleta kichapo ambacho ni kizito katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo siku ya leo, watu ambao wana roho hii, watu ambao roho hii inatembelea ndani yao, ambao miguu yao ni ya kuchonganisha, miguu yao ni ya kupeleka vitina, miguu yao ni ya kudhalilisha wengine, miguu yao ni ya kuweka vitina siri siri, miguu yao ni ya kuweka mambo ya watu, kutumia mambo ya watu kufanya kwa mapungufu yao. Siku ya leo uibadilishe hiyo nia yako. Ni heri uokoke, hiyo roho iondoke ndani yako. Mungu akupatie mazingira mazuri. Wanaoendelea wacha waendelee, maana ni wakati wao. Wanaofanikiwa ni nyakati zao. Wanaendelea kufanikiwa na kusonga na kujenga na kujijenga ni wakati wao. Usiweke mawazo yako ndani yao. Usianze kuchunguza ukaanza kuona kiroho cha uchungu, maana ni Mungu tajirisha. Na hakuna siku kama unaishi utaishi milele katika ufukara. Utaishi milele katika kushindwa. Utaishi milele katika kulemewa. Kwa hivyo ndugu zangu, roho ya nyoka ndani yenu muikatae na muipige katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba yeye aliye na roho hii, kuna hukumu mzito juu ya hii mtu ambaye anaitwa nyoka, joka kubwa lenye wivu, lenye uchonganishi. Tunapozidi kusonga, tunaenda katika Ufunuo wa Yohana 12, Revelation 12 verse 3. Another mysterious sight appeared in the sky. Kuna jambo lingine fulani liliwahi kutukia katika mawinguni. Maandiko yanasema there was a huge red dragon. Kulikuwa na joka mkubwa sana, joka mkubwa zaidi, ambaye alikuwa mwekundu. Dragon najua ni mnyama ambaye ana miguu kama mjusi, na ana mabawa, na ana kinywa kirefu, na ulimi mrefu kama nyoka. Ni mtu amebeba maumbile ya wanyama wengine wote. Akafurushwa kutoka mbinguni. Huyu jamaa alikuwa anafanya nini katika anga? Huyu jamaa alikuwa anafurushwa akifanya nini, ama alikuwa anapiga raundi gani? Maandiko yanasema hivi: there was a huge dragon with 7 heads and 10 horns and a crown on each head on each of his heads. Joka hili lilifurushwa likiwa linatembea katika anga. Huyu jamaa alikuwa na vichwa 10. The Bible says alikuwa na vichwa 7. 7 heads and 10 horns. Vichwa 7. Vichwa 7. Huyu mtu ni mfalme ambazo amezichukua. Vichwa 7 ni mfalme. Pembe ambazo ni 10. Hiyo ni mamlaka yake, mama nguvu ambazo alizo nazo. Ule jamaa maandiki natuambia kwamba the Bible tells us and a crown, na alikuwa na taji kwa kila kichwa chake katika hizo vichwa 7. With his tail he dragged a third of the stars